butetu ekyagara tukolende ni banyasaye as good caretakers eyabaire kagotoa. 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, the Bible says it is required in, moreover, it is required in stewardship that one found faithful, one be found faithful. Let me give a few examples of stewards in the Bible, just to highlight them. We know Abraham had a caretaker by the name who? Eliezer. Was he faithful? He was a very good, faithful caretaker. Very good and very faithful caretaker. You know Jacob? Jacob was the son of? Jacob no yorenga bantu banyasaye mura. Huh? Oya arengo yo Isaac. Nga yakare koba a good steward. Onga karaj. Oh, Isabiaro Kurkochethro. He took care of his sheep and the property for how many years? 7. 7 plus 7 plus 7 again. 21 years. A stewardship who does not complain. He was working for 21 years in his father-in-law's farm. He was found faithful. That's why when the time up, he tells him now, go, and he gives him what belongs to him. That's why God blessed Jacob, because he was a good steward to his father-in-law's property. Another very wonderful steward in the Bible, ni jamaa anaitwa Yosefu. He goes to Potiphar's house as what? As a housemaid? As a boy what? Marani garenge ko kole biga emirimo ya nyomba buno mo sombo bwenyomba. Akokura kuri kiba kuri nekisane nebintu byonse. If he did it excellently, he did it very, very well. The Bible says that whatever he touched in Potiphar's house, it was done. It was done how? It was blessed. It was blessed. Till, I know he was a good steward. Potiphar's wife wanted for him for sex. Did he accept? But he had an opportunity. He said, no, I can't do this great sin. Not before Potiphar, but before who? So the one who knew had given him the position of being a houseboy is not Potiphar, but who? That's why he said, I can't do this great sin. At the end of the day, Joseph becomes what? The prime minister of the land in which he was a slave. Though he went through the dungeon, but from the dungeon, that is where he is raised again back to the kingdom, and he becomes a prime minister. And that is simply because he was a good what? So you see all these good steward, Eliezer, Jacob, and Joseph, finally wanainuliwa kwa sababu walikuwa namna gani? Waaminifu katika mamlaka kidogo waliokuwa nayo. Na hivyo sisi yale mamlaka tumepatiwa mahali popote pale, yale mali Mungu ametupa, we should be good stewardship, and for sure God will bless us. So faithfulness is a cardinal requirement. It's a cardinal requirement, and therefore we need to do. So this afternoon, in a brief moment again, I want to bring to you a few ingredients of good leadership. When we talk about ingredients, women will think about onions, tomatoes, cooking oil, salt, on how to prepare a good meal. Ingredients of a good meal, isn't it? So this afternoon, ingredients of a faithful or a good steward. Number 1, a good faithful steward ought or must examine his life. Must examine his what? Always inakuwa kama kioo. It guides us. It tells you, here you are wrong, here you are doing bad. So we need to examine ourselves day in, day out as stewardship.
For those of you who are animal keepers, I know some of you could be keeping poultry, isn't it? Every morning, every evening, you must go. Penye kuku wanalala. Uangalie jinsi vile wanavyokula. Jinsi wamekunywa maji. Isn't it? Unless you are there, you examine them. One day you will find them dead because they were attacked by a disease 2-3 days ago. So you must go examine them. Look. You just take your eyes. Look one by one. How are they for them, so that you are able to get a good result of your hands. For those of you who have still grazing animals, you all know what you do. Which feeds do you give them? If feasters come in your farm, they must dip their shoes somewhere so that they don't infect what? Those animals. So that is it. We need also to examine our lives as Christians. The wellness of your family, the wellness of your finances, the wellness of your healthy relationship, and make necessary faithful requirement as the Lord has done what? Commanded us. You know, as Adventists, we are blessed and we are rich. God has given us guidelines, especially through Mama Ellen G. White. God has given us guidelines through our Sabbath School quarterly lessons ambayo tunasoma kila wakati. Among others, hivyo ni vizuri kama Wakristo, we continue to examine our lives day in, day out, and see where we mess. Because God wants us, kama we need to examine ourselves. Do you check how you give your tithes? Unaangalia jinsi vile unavyopeana nini? Zaka zako? Do you check how you do your combined offerings? Do you check what God has commanded you? Do you always check? Kwa hivyo ni vizuri you check. You don't need elders to come, stewardship leaders, to be reminding you every time and again. It is your responsibility to examine who? It is your responsibility to examine who? Yourself. Therefore, as a good steward, you need to examine yourself. Tell your neighbor, it is your responsibility to examine yourself. It's not your elder, your husband, your children, your elder, your pastor. No. It is your. Tell yourself, it is my responsibility to examine myself. Examine yourself, examine myself. And that's my prayer in Jesus' name. Life. Msimamizi mwema ama wakili mwema anaishi maisha ambayo ni ya kujizuia. Living a controlled life anapoishi maisha kama haya is the foundational characteristic of a good and faithful. Sasa huo ndio msingi wa msimamizi mwaminifu ama wakili mwaminifu. Self-control. Unapojizuia. Self-control is one of the fruits of the Spirit. Ni moja ya Tunda la roho. Galatians 5 verse 23. Wagalatia 5:23. Titus chapter 2 verse 2. Kitabu cha Tito. Paul also commands young men and women to be self-controlled. Pia hiki kifungu kinasihi pia hao wadogo waweze kuwa watu ambao ni wa kujizuia. And even Titus chapter 2 verse 5 to 6. Hata hiyo 2:6. So Paul, a philosopher. Paul as philosopher, he says this. Anasema hivi. You know what? He gives an example of an athlete in a training. Anatoa mfano wa mtu ambaye anakimbia. Athlete. Wa mtu ambaye anakimbia. Let me speak this word ineke gusi. Abantu bakominyoka. Wale ambao wanakimbia tunawaita wanariadha. Wanaacha vitu vingi ndiposa waweze kufaulu katika mambo ya kukimbia. Kuna vyakula wanakataa katakata abande babo kakinsa 10 yani gukora masoesi egere banyore engeri eri okuminyoka. Wengine waamka alfajiri 11 ili wafanye mazoezi waweze kupata. Kende bataranga na getirianda pi. Wengine hata karibu watembee uchi. Akeroko barabara okumingo yonere ngikiamo chanda bono mambi. Unapowaona barabarani unashangaa. Lakini engeri nera raro chebosio.
ameona taji mbele He yake. must be self-controlled for him to get the award of athletics. Lazima azuie mambo mengine ndiposa aweze Proverbs kupata chapter taji 25 kwa verse 28 kazi says, yake. Proverbs 25 verse 20, the Bible says, Methali a 25 man without self-control inasema ya kwamba mtu ambaye hawezi kujizuia is a person, is like a city broken and into and left out without walls. sasa ni kama mji ambao umeangamia, Without nothing to contain him. hauna chochote. He lives out of control, Sasa ametoka hata hana life in kujizuia one or more ways. kwa moja ama njia nyingi. And therefore, as good stewardship, Na kwa hivyo kama we wakili need to wazuri, exercise self-control nasi lazima tuache mambo in mengine our behaviors of eating. kwa tabia zetu ya In vyakula, our behavior of eating. kwa mambo ya vyakula. Number 2, Nambari ya pili, our issues dealing with sex. mambo ya ngono. In the Bible, Katika Biblia we have several heroes tuko na mashujaa wengi, several good heroes, wengi wazuri, but in one point or the other, lakini kwa njia moja ama they nyingine fall because of sex. wanaanguka kwa sababu ya ngono. And one of them is this man by the name David. Mmoja wao ni huyu mume tunaita Daudi. You know what happened with David? Unafahamu nini ilitendeka kwa What happened Daudi? with David? Nini ilitendeka kwake? One time David was on top of the house, Wakati mmoja akiwa kule kileleni mwa nyumba, on his rooftop as a king. kwa nyumba yake kama mfalme, Then David Daudi notices an attractive woman akaona mke ambaye alikuwa yuwapendeza bathing, or rather akioga washing herself ama akioga, out of those emotions. yani kwa zile He hisia. wanted to lie with her. Sasa akataka kwenda na yule That is mwanamke. lack of self-worth. Hiyo ni kukosa nini? Mwanaume mzima Musacho mugima ambaye ni king ambaye ni omorwoti is on his rooftop, aligoralia, looks down, see a woman washing herself by the river. akitazama chini anaona mwanamke He ambaye becomes mad. anakuwa He wazimu. says, can Anasema I have that woman for sex? naweza pata yule mke tuweze And kwenda since he naye. was a king, Na kwa sababu he alikuwa commanded his mfalme, servants, akaamrisha lo and wafanyikazi behold, wake, the lady is brought to her. yule mke namtaka She aletwe was kwangu. someone's wife. Alikuwa ni mke wa mtu, She was her neighbor's wife. alikuwa ni mke wa She was jirani a yake, wife to his worker. alikuwa ni mke wa mfanyakazi Forgetting all wake. those, Kwa hayo yote she had a sex. The Bible is clear. It was. The Bible is clear. It was rape. Biblia inasema ya kwamba The ilikuwa woman ni never gave in. mke yako amekubali. And now what happens with David again? Of course, this woman conceives, Mke huyu akashika mimba, and she says, to cover the pregnancy of this woman, akasema kwa vile anataka kufunika, he says, bring Uriah back from the war, akasema sasa lete yule so mume that wake she Uria lies kutoka vitani with their wife. ili aweze kulala na mke wake. Tusikisie kwamba yeye ndiye aliyempachika mimba. Ebone kotebekana ne romo wetu bolito. That's what he does. All this becomes ndiye because alifanya. of self-worth. Hayo yote ni kwa sababu ya kufanya nini? And at the end of the day, Na mwisho wa siku this costs David a lot. hii inagharimu Daudi When pakubwa. Nathan the prophet comes to him, Nathan nabii he anapokuja told him, anamwambia huu panga utatoka nyumbani kwako. akamatenga moro yoto korubuo nyumba. Did it happen like that? Ilitendeka. The one of his sons by the name who? You know what happens to Tamar? Nini ilifanyika kwa Tamar? Amnon. I know Amnon comes again. I don't know how schemes happen. Amnon naye ndio huyu anakuja. What does he say? Anasema nini? I am very sick. Mimi ni mgonjwa. And what makes him sick? Na nini inamfanya kuwa He mgonjwa? wants to have her beautiful sister for sex. Anataka kuwa na yule dada yake. Then he says, I'm very sick. Anasema mimi ni mgonjwa sana. What I only want is not medicine. Sitaki dawa. It is not doctors. Sitaki I madaktari. want my sister Tamar to bring food. Nataka dada yangu Tamari And aniletee when she chakula. brings food, Na anapoleta chakula, everybody must be away. kila mtu atoweke. And then she feeds her from her hand.
alafu sasa anamshika self what. But I wonder when he speaks, and hakuna mtu ambaye angesense kwamba this something is coiling here. Nobody could think that something funny is coiling here. Hakuna mtu aligundua kwamba kuna kitu fulani kinaendelea. You know, he wasn't sick. Hakuwa mgonjwa. But he pretends. Anajifanya because he doesn't have self what? Control. So when you have self control, you can do mischievous things. And at the end of the day, she has this lady. And at the end of the day, it causes death again to David's house. Self-control. Now it happened several incidents in the Bible. You know what happened to Sarah? Sarah was going with Abraham. The Bible says Sarah was very what? Sarah was very beautiful, and they said, this gentleman will kill me. So I better say Sarah is my sister. I've talked about Tamar, and I've talked about Bathsheba, and of course Dinah. These are the incidents of lacking self what? Do you think it happens in our current church today? The seventh commandment says, do not commit. Do not commit what? Adultery. But we have adulterous people in our current church today. People who are not self-controlled. And you know what is funny? These people without self-control, they are very good in church. They participate very much actively. They are very obedient. But they lack self-control. And you know what's perturbing? We know them. We keep them. Nothing we can do. And the Spirit of God keeps moving from our churches. Is it true or false? Ukweli uongo? Ukweli. Are you among them? Wewe ni mmoja wao. Be self-controlled. Jizuie kwa mambo. God created us. Mungu alituumba. And he has power over our bodies. Na kuna uwezo juu ya miili yetu. There is no passion he cannot correct in your life. Hakuna ambaye hawezi kukosoa katika maisha. So long as you trust in the Lord. Bora umwamini. When I was a district pastor, I was transferred to a new district. As I was doing visitation, I got one common claim from members and the non-church members. They told me that your church has adulterers. And non-church members could say so and so and so and so. Therefore I consulted my former pastor. Pastor, there's something wrong here. So and so who is a deacon is being falsely accused to be adulterous with so and so who is a deaconess. Pastor, can you get me a history? He loved. I told him it is said so. But there are no plain facts. I have gone to church board severally. We lack evidence. We lack evidence. We leave them like that. So because it was too much, I asked the board to a church to convene its board. Because these were also members of the church board. So that we tell them, if there is anything that makes people suspect about you, do away with it. But if it's true, abandon it. This gentleman was very bitter with me. He told me, Pastor, kuna watu ambao wananionea. Napofanya kazi nzuri kanisani, kuna watu wanataka kuharibu roho. Then I asked the woman,
akauliza huyo She mke, didn't speak anything. She simply laughed hakuongea chochote, and akacheka. then bent her neck. Alafu And then I akainamisha sensed shingo there must lake, be something fun here. akasema lazima kuwe kuna kitu hapa. So during that church board, Wakati huo wa halmashauri ya I told kanisa, them, you must be truthful. akamwambia lazima As mwe much wa as, watu as wa much kweli. as sometimes people may accuse you falsely, Vile wakati mwingine ndio unaweza but singiziwa, sometimes there could be truth inside. lakini tena wakati mwingine kunaweza kuwa na ukweli ndani Is it yake. that you are adulterous? Ni kweli wewe ni mzinzi. The woman told me, Mwanamke akamwambia, Pastor, let me talk to you outside. Pastor, wacha nikwambie kwenda huko nje. So we went outside. The woman told me, Wakaenda nje, mke akamwambia, Pastor, sincerely and truly, Pastor, kwa kusema ukweli, this man, I love him so much. huyu mume nampenda. Even this dress I'm wearing is the one who bought it for me with Hata 2,000. ili vazi nimevalia ni yeye Our alinunulia. 2 young children belong to him. Watoto wetu wawili ni wake. And we are also church members. Na sisi ni washiriki. It's as if I was dreaming. Nikaona kama ni ndoto. Is this lady mad? Is this lady mad? Pastor akashangaa, huyu mke ni wazimu. I told her, could you mind if you spoke the same words before a third person? Akamwambia ya kwamba ikiwa hutajali unaweza ongea kwa mtu wa tatu mambo kama maneno kama hayo He hayo. told me, of course, some specific people. Akaniambia ndio. For example, who in the board? Akamuuliza kama nani, naweza ambia kama nani He katika talked about halmashauri one ya woman kanisa. and I called her. Akamtaja alafu She nikamuita. spoke the same words again. Akatamka maneno yale That this yale. gentleman, we are befriended for a long time. Ya kwamba huyu mume We akipata love kuwa one naye muda another. We mrefu, love one another dearly. tunapendana. We have failed to stop this relationship. Tumeshindwa kuacha huu uhusiano. Imagine. They are all good and active church members. Wapo wazuri tena wanafanya kazi nzuri Very, kanisani. very perfect. Wanafanya vizuri. You seek for water to drink, warm water immediately. Kama ni maji ya kunywa mara moja ya moto When the visitors inaletwa. come, they invite them for lunches instantly. Wageni wakija ghafla wanawapeleka When the lady nyumbani sings mwao. in front, you heavens will fall. Wanapoimba mbingu hata But inaweza anguka. they are adulterous. Lakini sasa ni wazinzi. So after she spoke those words, we went back to the church board. Baada ya kuongea huo ukweli Of course, tutarudi tena she katika gave me halmashauri. she gave me 2 warnings. Alinipatia njia If you mbili. asked me before the church, Akasema ukiniuliza mbele ya I kanisa will keep still, bado nitasema but hivyo. know it. I will Lakini keep fahamu still. hivyo. I will not talk Sitaweza because I will kuongea. lose my marriage, Sitaongea kwa and sababu tunakosana na and mume wangu I don't think it will be right. na sioni kama itakuwa We sawa. went back to the church. Tukarudi kanisani, So I asked the gentleman. nikamuuliza. Of course, he was a big man and a director of Kenya Tea Development Ni Authority. mtu mkubwa tena, ni I mtu told mkubwa him, kwa Kenya Tea. man, Nikamwambia, we mwanamume, we are not doing papiri one here. Ndoliko We are not doing jokes. ndoliko kwa roho bitiga. You know this lady very well. Unamfahamu huyu mke You are vizuri. befriended with her for the last 7 years. Mumekaa naye kwa miaka 10 This iliyopita. dress she's wearing, you are the one who bought it. Ili vazi amevaa ni wewe Now ulimununulia. you keep asking us tough questions here, threatening to take us to court, among other things. Sasa mnatuuliza maswali When makubwa you makubwa, know mnatushtua you kutupeleka are koti adulterous. wakati nyinyi ni wazinzi. Of course, he shed tears from his eyes. Akalia, He walked out. akatoka nje. Then later he called me. Baadaye akamuita pastor, I nearly junior. akamuuliza wewe ni And jini? these facts, of course, I had them from that woman. Alikuwa amesikia kutoka hapo. You know what shocked me most? Kile ambacho kilimshtua pastor, When we took the discipline ya kanisa, how do you call it? Censor. walipomsimamisha, When we went to business meeting, walipoenda kwa ile business ya kanisa, nobody commented. Everybody kept still. hamna mtu aliyeongea, kila mmoja akanyamaza zi. People were saying, some people could stand up and say, Watu wengine ndio wangeweza the kusimama Bible waseme, says no one is perfect. Biblia inasema hamna Everyone has aliye gone short of mkamilifu. the glory of God. Tumepungukiwa na utukufu wa He has Bwana. helped us in building this church. Ametusaidia kujenga hili kanisa. Leave him alone for some time. Mwache kidogo. They will transform. Atabadilisha. Are you seeing it?
self-control. mambo ya kujizuia, Something that brought bad news to this man by the name David. kitu ambacho kileta habari mbaya kwa huyu And of Daudi, course, it brings curses in David's house. na hata kikaleta If you laana are kwa not nyumba ya Daudi. self-controlled, Kama there will be huwezi doom kuzuia in your mambo mengine, in your house. laana zitatoka kwa That's nyumba. why- Watu hawajizuii kwa mambo So mengine. when you read the book of 1 Samuel chapter 23 verse 1 on, Unaposoma Samueli ya just want kwanza to 23, you'll see the power of lacking self-control. utaona nguvu za kukosa mambo ya People can kujizuia. do sins. Watu wanaweza People fanya can dhambi. serve lust. Watu wanaweza pata uozo. People can lose reputation Watu wanaweza hata pata because kukejeliwa of kwa self-control. sababu ya kukosa mambo ya How I kujizuia. pray that as members of Millenium Church, Naomba ya kwamba kama washiriki wa Millenium we become self-controlled, tuwe na mambo ya because kujizuia it's tuwe one nayo, of the fruits of the Spirit. kwa sababu ni moja ya Or otherwise, roho our homes and the church will na collapse. matunda ya roho, kwa sababu kama Therefore, kanisa yataanguka. seek to exercise self-control Tujaribu in kufanya mazoezi all kwa jambo sectors hilo of your life, katika maisha so that you yetu, remain to be God's friends ili tuweze kubaki kuwa who marafiki wa obey Mungu, what He has instructed us. tuweze kuwa watu ambao tunatii yale Mungu amesema. Pointer number 3, Nambari ya a 3, faithful steward lives a sacrificial life. msimamizi mzuri anaishi maisha ya A kujitolea. sacrificial life. Maisha ya kujitolea. You know what makes leadership to be different Kile ambacho kinafanya usimamizi ama uongozi unakuwa tofauti is sacrifice. ni kujitolea. Sacrifice. Kujitolea. Yeah, any good stewardship, any good steward yote mzuri ama wakili must yote mzuri sacrifice. lazima awe ni mtu We wa simply kujitolea. cannot be good and faithful stewards if sacrifice is not part of our lives. Huwezi kuwa mzuri na mwaminifu So ikiwa Paul huwezi calls kuwa us mtu wa in Romans kujitolea. chapter 12 verse 1. Warumi 12:1 He says, live. You need to be a living sacrifice. inasema ya kwamba lazima uwe kafara Jesus iliyo himself hai. challenges every steward who wants to follow him to sacrifice. Yesu anasihi kila mmoja ambaye anataka Luke kumfuata chapter aweze 9 kuwa wa verses kafara. 23. Luke 9 verse 23. Luku 9:23. Can somebody read? Mtu asome. Luka 3. If you want to follow me, Kama unataka kunifuata, deny yourself, lazima ujikane. take up my cross, Beba msalaba and wangu follow me. na unifuate. The imagery is giving is quite dramatic. Hiyo ambaye anatoa Yeah, is quite dramatic. ni ajabu. Can somebody read it? Mtu asome. Achikane mwenyewe, achitwike msalaba wangu. Not one time, Sio mara moja. but daily. Si kila siku. Not one time, Si mara moja. daily. A sacrifice, daily. Kila siku. He follows him. Yeah. In other words, each day Kila siku. we are put to death with our wishes, Tunakufa kwa with sababu our ya kupenda with kwetu. our desires. Kwa sababu ya yale ambayo tunajitakia wenyewe. For instance, Kwa mfano, we spend our tithe money for our own businesses. tunachukua pesa za zaka tunafanyia True biashara or yetu. false? Ukweli uongo. So this agenda comforts free time and hopes for the greater good of the kingdom and the world we seek to win. Na dunia itataka tu kufaidika. So what am I saying here? Nasema nini? As good stewards, we need to sacrifice our time. Kama wawakili We wazuri need to lazima tuwe sacrifice the tukijitolea money that kila God has wakati. blessed us. Lazima tujitolee What kwa the yale ambayo Mungu talents and the ametutendea. gifts God has given us, Zile talanta we ambazo Mungu must ametupatia. sacrifice for God's cause. Lazima tujitolee kwa kufanya kazi For yake. example, in church here, Hapa kanisani we have gifted people. tuna watu ambao Others wako na can talanta do hapa. wiring. They will do wiring work they do wiring. Wengine Hii hapa kazi ya wanafanya stima. wiring, But when we ask them to come to church, lakini tunapowauliza waje kanisani, we pay them to do wiring in tunawalipa church. wafanye hiyo kazi. Do we? Hata hii Tunawalipa kazi ya kuchenga mabanda, tuna watu wetu hapa wanaofahamu. kwa gache bintu bwata abantu baito But bamanyete. what do we still do? Lakini ngirene to gukora. You pay them. We hire them.
Yes. Tunawakodisha. Including you. And when they come here, they ask us dear prices, isn't na it? wanapokuja hapa tena wanataka bei ya juu. Am I talking to somebody? We need to sacrifice. Lazima tujitolee. You say thank you, go and buy me all those things, I will do them freely. Tuseme Mungu asante, nendeni ununue hivyo vitu vyote basi nitafanya kazi. Hallelujah. What am I saying? Sacrifice. Sometimes we hire services from our church members. We spend money on them. Kwa watu wetu tena No. pesa. If you have a gift, if you are talented, if you have a profession, give it freely for God's word. Hicho kipawa, jitoleeni. For God's word. Kwa sababu ya kazi ya Bwana. For God's services. We hire our own members of the church to give us services in church. Tunawakodisha wafanye huduma kanisani. That is doom. Hiyo ni mbaya. Ishindwe katika jina la Yesu. Amen. Ishindwe katika jina la Yesu. I could have given you a story, but because of time, let me stop there. Ningewapatia kisa fulani lakini kwa sababu ya wasaa. As faithful stewards, we need to live a sacrificial life. Kama wakili wazuri lazima tuishi maisha. So that when God comes, he will say, well done. Ili Mungu atakaporejea aseme ndio umefanya vizuri. So in conclusion, kwa kumalizia, we must routinely examine ourselves. Lazima tujiangalie wenyewe kwa wenyewe. To be sure that our lives are on the right course by our master. Tuwe na uhakika ya kwamba maisha yetu yako sawa na yule. We must be vigilant in controlling our appetites and impulses. Lazima tumaanishe kwa mambo ya to ensure that they do not end up controlling us. Tuhakikishe ya kwamba yasije yakatuchukua. We must regularly and generously sacrifice what we have been entrusted. Lazima tujitolee kwa yale ambayo tumepewa. To bring a little bit of heaven to those here on earth. Ili tuweze kuleta mbingu ndogo. Living the life of a good and faithful steward kuishi maisha ya usimamizi is a tremendous challenge, of course. It's a tremendous challenge. Hiyo ni changamoto ndio kubwa. But that challenge you are supposed to live by it. Lakini sasa lazima uishi nayo. And therefore let's take our time. Tuchukue muda wetu. As we examine ourselves. Vile tunavyojioji wenyewe. Let's take time. Tuchukue muda. So that we seek God to give us self-control. Ili tuweze kutafuta Mungu. Let's take time. So that what God has entrusted, we use it sacrificially. Tuchukue muda ili yale Mungu ametupatia tuyatumie. For his work. Kwa sababu ya kazi yake. There is this gentleman, David, I told you, I gave a story about. Kuna huyu mtu mmoja ambaye alitoa kisa chake. But did you know that when it came to the gifts God gave him, ilipofikia ya kwamba he sacrificially used them for God's service. Alijitolea akafanya huduma. Number one, he wanted to build God a house. Moja alitaka kumjengea Mungu. But then God told him, because you have shed blood, lakini Mungu akamwambia ya kwamba kwa sababu umemwaga damu, me a house. Huwezi kunijengea nyumba. Then Solomon came in. Solomon akaja. He said, the first thing I'll do akasema kitu cha kwanza is to build God a house. Ni kumjengea Mungu nyumba. Then he built God's house for how many years? Akajenga nyumba ya Bwana kwa miaka mingapi? Watu wa Mungu mliwachia Biblia wapi? Miaka irenga Sulemani akachirita Nyasaye nyumba. Miaka mingapi Sulemani alijenga nyumba? Of course the Bible says he used the best fundis. He used the Bible, he used the best kind of wood. He used these laborers to build God a house for a period of 7 years. Miaka 7. Then God told him, Mungu akamwambia, because your first agenda, kwa sababu agenda yako ya kwanza, because you sacrificially build me a sanctuary, kwa sababu ulijitolea I will now bless you. Nami nitakubarikia. Did God do to Solomon? God gave him favor and God gave him favor. Mungu alifanya hivyo. He now built his palace. Naye akajenga kasri yake. He built his palace for how many years? Miaka mingapi? Nyumba yake ya kifalme alijenga kwa miaka mingapi? You have your Bible at your hand? Tuko na Biblia mikononi mwetu. Hey, is it? Are you asleep or you are awake? Melala mmeamka. He built his palace for 13 years. Alijenga nyumba yake ya kifalme kwa miaka 10. The sanctuary took him how many years?
And now God said, because Hekalu ni miaka 7. you have sacrificially built me a Kwa house, sababu umejitolea now ukanijengea I will nyumba, bless that you build a good palace. nitakubarikia na wewe ujenge. And then God told kazi him, yako nzuri. Mungu akamwambia you tena, now have several cities all over the world. sasa uko na miji mingi ulimwenguni That is kote. how even Solomon came to build in Ethiopia, in Africa. Hivyo ndivyo hata Solomon alikuja kujulikana. Is that it? Sometimes we wonder why Solomon could have 1,000 wives. Wakati mwingine mnashangaa mbona Solomon basi alikuwa na Not wake 1,000. because he was thirst of women. Not because he was thirst of women. Sio ya kwamba alikuwa ana tamaa, All alikuwa those anapenda women, wanawake he married them so that he could keep his property. aliwaoa ili yale mali yake. For example, if he yaendelee could come to kubaki. Kenya, Kwa mfano angekuja Kenya, he comes to Nairobi, akija he Nairobi, goes somewhere Karen, aende Karen, he gets a plot apate and shamba a good business. na biashara nzuri. Solomon could simply marry a Kenyan Pale lazima angeoa so Mkenya that he takes care of his property in ili Kenya. aweze kulinda yale That mali is ya how he Kenya. came with a chain of what? Hivyo ndivyo alikuja na hao wanawake Because God wengi. blessed him. Kwa sababu Mungu Now, there are alimbarikia. several blessings we are missing. Kuna mibaraka mingi Several tunakosa. blessings we are missing Mibaraka mingi because tunakosa. we have not sacrificed talents, gifts, and the who brought a haver for camp offering. Basi alikuwa na mwanamke mmoja ambaye alileta Ndama ya kike kanisani. akaleta kanisani. People asked him, Watu wakauliza, I mean, how if elders can't give, if elders are not able to give, kama wazee wa kanisa hawawezi kutoa, who are you to give? wewe ni nani unataka kutoa? You are convinced. Sasa You are wewe, running maniac. Wewe sasa umekosa kasi ya But kufanya. the woman went ahead and gave. Mungu akaendelea, akaenda mbele akatoa. Lo and behold. Tazama. Lo and behold, not more than a year. Tazama si mwaka hata ulisha. Agar was married to a very rich family. Msichana wake akaolewa kwa familia They tajiri. gave dowry Wakatoa mahari. in terms of dollars, not in Kenyan Kwa shillings. dollars sio shilingi ya Kenya. This lady gave sacrificially. Huyu mama alikuwa anatoa kwa kujitolea. Finally, Mwishowe, the cause of God is suffering. Kazi ya Mungu is suffering. inasumbuka. Because we members, we are not sacrificial Kwa giving. sababu sisi hatujajitolea. And God wants us to give us sacrificially Mungu anataka tutoe so kwa that He will kujitolea continue to be blessed. ili tuendelee kubarikiwa. And therefore, I want to conclude my presentation this afternoon by saying, Nataka kumalizia kwa as kusema, good stewardship, let's examine our lives in Jesus' kama name. wawakili wazuri, wacha tuchunguze Don't wait to be examined in church boards. Usingoje kuchunguzwa Don't pale wait kwa to be halmashauri ya examined kanisa. during camp meetings or revivals. Usingoje kuangaliwa You wakati wa have an makambi. opportunity to examine yourself. Una nafasi daily, ya kujioji daily. mwenyewe siku Number baada ya 2, may siku. God give us self-control. Mungu atupatie mambo ya kujizuia. That what overcomes us not to obey God's commandments, ili kile ambacho kinatuzuia that tusitii, we are fully overcome it, ili tuweze kuwa washindi. so that we exercise self-control Ili tuweze kuwa mambo na as mambo the ya word of kujizuia. God instructs Lile us. neno la Mungu linaamuru. And finally, Mwisho, faithful stewards, we need to live a sacrificial life. wawakili ambayo ni waaminifu God waishi wants maisha ya us to kujitolea. sacrificially give Mungu anataka tutoe kwa so that kujitolea He will continue to bless us. ili azidi kutubariki. May God bless our reading this afternoon in Mungu Jesus' name. abariki mafunzo yetu mchana wa And leo. we rise up for a word of prayer. Tusimame kwa ombi. Our loving Heavenly Father, we thank you because you talk to us time and time again. Thank you because you have bestowed to us a lot of property, a lot of time, a lot of children, among other many blessings. Help us to be good stewards. Help us, Lord, to be good caretakers. Thank you, Lord, because you shall give us faithfulness so that you will continue to bless us. Heavenly Father, a number of us lack this self-control habit in terms of our eating, in terms of our desires, and even in terms of the seventh commandment, Heavenly Father. How we pray that you continue
to deliver us as members of this church so that we live life of full self-control, Heavenly Father. Thank you because you have blessed us with gifts. Thank you, Lord, because you continue to do it. Help us to use them sacrificially in your cause because you have chosen us and you have reminded us. Just as your servant Solomon did, so should we, because we shall follow you. This humble prayer for in Jesus' name.